Pokea pesa, vuna mazao mengi. Tumia maji haya ya uzima kusafisha maisha yako na upate mafanikio. Hiyo ni sauti ya Mchungaji John, kipenzi cha waamini. Na hii ni channel ya Simulizi Maarifa. Subscribe, like na comment maoni yako ulichojifunza. Tuanze simulizi yetu. Katika mji uliokuwa ukitanuka kila siku, palikuwepo na kanisa kubwa lililojulikana kwa jina la Tumaini Hai. Kanisa hili lilikuwa katikati ya mji, likiwa na paa refu lililong'aa chini ya jua na milango mikubwa iliyokuwa wazi kila siku, kana kwamba ilikuwa inawaita wote waliokuwa wamelemewa na maisha. Ndani ya kanisa hilo alikuwepo mchungaji mmoja aliyependwa sana na karibu kila mtu. Jina lake lilikuwa Mchungaji John. Mchungaji John alikuwa mchungaji mwenye sauti laini lakini yenye mamlaka. Alikuwa na kipaji cha kipekee cha kuwafariji watu waliokuwa wamekata tamaa. Alipohubiri, maneno yake yalikuwa kama mafuta juu ya majeraha ya mioyo ya watu. Alijulikana kwa kuhubiri vifungu vitamu, vifungu viliojaa ahadi, matumaini na miujiza kutoka kwa Mungu. Kila Jumapili, kanisa lilijaa kupita kiasi. Watu walifika mapema sana ili wapate nafasi ya kukaa karibu na madhabahu. Wengine walikaa nje wakisikiliza mahubiri kupitia vipaza sauti. Hakukuwa na siku ambayo kanisa la Tumaini Hai lilikuwa tupu chini ya uongozi wa Mchungaji John. Alijaza kanisa kwa sababu watu walihisi faraja walipokuwa wakimsikiliza. Alipofungua Biblia, mara nyingi alianza na vifungu kama Yeremia 29:11, akisema, "Maana nayajua mawazo ninayowawazia, asema Bwana, mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za mwisho." Alisisitiza neno amani na tumaini, akiwahakikishia waamini kuwa Mungu alikuwa tayari kubadilisha hali zao. Alihubiri pia kwa msisitizo mkubwa kutoka katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1 na wa 2, akisema, "Nawe utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako, baraka hizi zote zitakujilia na kukupata." Kila alipotamka neno baraka, watu waliinua mikono juu na kupiga kelele za amina, wakiamini kuwa baraka hizo zilikuwa njiani kuja maishani mwao. Mchungaji John alifundisha kuwa mafanikio yalikuwa haki ya kila muumini. Aliwaambia watu, hamkuumbwa kuteseka, mlizaliwa kushinda. Alisisitiza maombi ya kupata mali, kazi nzuri, biashara zenye faida na maisha ya neema. Alipenda kunukuu Yohana 3 mstari wa 2 akisema, "Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote, uwe na afya njema kama vile roho yako ifanikiwavyo." Mbali na mahubiri, Mchungaji John alikuwa maarufu kwa matumizi ya mafuta ya upako na maji ya maombi. Alikuwa anawaambia waamini kuwa hivi vilikuwa alama za imani. Alinukuu Yakobo 5 mstari wa 14-15 akisema, "Je, mtu wa kwenu yu mgonjwa? Na awaite wazee wa kanisa, nao waombee, wakimpaka mafuta kwa jina la Bwana." Foleni ndefu ziliundwa kila ibada ya maombi. Watu walikuja na shida zao, madeni, magonjwa, migogoro ya ndoa na kukosa kazi. Aliwaombea kwa sauti ya kujiamini, akisema, "Kwa jina la Yesu, milango ifunguke. Kwa jina la Yesu, umaskini uondoke." Watu waliondoka kanisani wakiwa na tabasamu, wakiamini kuwa miujiza ilikuwa karibu. Ushuhuda ulianza kusikika. Mmoja alisema alipata kazi, mwingine alisema alipona, na mwingine alisema biashara yake ilianza kukua. Ushuhuda